kiele kumaka kwa mwine leza malama, leza kabumba, leza walusi. Unapoamka asubuhi ni kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu, ni vema kumshukuru. Amen. Asubuhi twaamka ni kwa neema yake Mungu, tusisahau kusema asante Baba Mungu. Asubuhi twaamka ni kwa neema yake Mungu, tusisahau kusema asante Baba Mungu. Amen. Tusimame wote na kucheza. Ale Erasmatic solo ni hata Ozana support ya Nzambe. Sema amen. My God. After the Lord, full of good answer. Amen. He always answers my prayer. He always answers my prayer. Why not? He always answers my prayer. Of course. He always answers. Now at Star Extension Media Pro, it's time for MOBA News. Here at Star Extension, we want to connect you, our viewers, to MOBA stations. And I'll be back shortly. It's time. Mjambo wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Star Extension Media Pro, munakaribishwa kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu bora la Kiswahili ambayo itasomwa nami Dalios Kaputa, tukisimamiwa naye coordinator Christian Burgen, na upande wa fundi tukua naye Chief Executive Officer Atanazi Mukea. Na kwanza ni vitu ambavyo tutavizungumzia. Wakaji wa Kirungu Ewabora wanaomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa watu wa moyo mwema kuweza kuwasaidia ili waweze kujenga nyumba zao na matofali yenye nguvu nafasi hiyo. Gundi la Mzoa wa Mpofu inayopatikana hapa tarafani Moba inatoa sauti ya huruma kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa watu wa moyo mwema kuweza kuwakimbilia kwa msaada. Wahami wanaokimbia mashambulio inayofanywa na Wambote jimboni Tanganyika kwenye nafasi mbalimbali wanazidi kutiririka hapa tarafani Moba, na mengine mengi mutayapata. Habari kamili. Wakaaji wa Kirungu Ewabora wanaomba kwa serikali na kwa watu wa moyo mwema kuweza kuwasaidia ili waweze kujenga nyumba zao na matofali yenye nguvu nafasi hiyo. Ewabora ni nafasi ya Kirungu ambayo imekuwa na maji nyingi, hasa zaidi wakati wa mvua. Kwani mvua inaponyesha, nyumba mengi ya nafasi hiyo imekuwa ikizungukwa na maji na ikibaki ndani ya wasiwasi wa kuanguka. Kwa jambo hii, wakaaji wa Ewabora wamesema wamekuwa na uoga, wakisema ya kwamba nyumba zao zinaweza kuanguka hata usiku na kuleta madhara mengi. Alipojiwa na watangazaji wa Star Extension Media Pro, mkaaji mmoja wa nafasi hiyo amesema kwetu ni hatari, tunasumbuliwa tuna maji, manake mvua ikipiga kwetu ni shida. Mamaji kwa mkuyalala maparsele, imbu naye natusumbua sana, hasa tujui kama tufanyeje, na tunatagisi ya kwa sema tutatoka tuende tununulie fasi nyingine mwaendi kidogo. Tunataka tutombe kidogo kama kutakuwa gesi watusaidie, na sio tutuba omoba tukatema mifereji huku kwetu. Kujuma maji kuna fanya mvua ikipiga, mamaji na lala maparsele, hasa atoni tufanye nini? Kirungu. Gundi la Mzoa wa Mpofu inayopatikana hapa tarafani Moba inatoa sauti ya huruma kwa serikali na kwa watu wa moyo mwema kuweza kuwakimbilia kwa msaada kutokana na hali wanavyoishi ya kupita mitaani kwa kuombaomba. Bibi Elizabeth amesema hivyo wakati wa mazungumzo na wapasha habari wa Star Extension Moba News. Kulingana yeye, wanaonekana hawana samahani
kwa watu wanao macho ya kuona, lakini wachache tu ndio wanaowasamania. Basi tumsikilize Bibi Elizabeth, mshauri wa kundi hili la vipofu. Wakati tuko tunapokewa, huko wengine wanatupokea mzuri na wengine wanatudharau, na wakati wako wanatudharau vile, kwa vile maskini ana hasira, basi tunaendelea vile vile, kwa sababu tuko watu wa kuomba, tuna hasira, tunakasirika tu kidogo tu, tunarudia vile vile. Bibi Elizabeth, kuona ya kwamba mnakuwa na gundi lenu, kwa hili gundi lenu ni vitu gani zaidi sana mnakuwa navyo lazima? Kwa hii gundi letu vitu tuko navyo lazima, tunahitaji serikali. Kia kwanza tunakoswa chakula, tunakoswa mavazi, tunakoswa manyumba. Hiyo milalamiko tunaleta kwa serikali yetu iweze kutufanyizia, sababu ya kutusaidia, ni vitu vya kutusaidia. Vile vile tuko mateso kubwa kabisa. Watoto yetu kusoma ni magumu, tunaomba serikali tusaidie, kwa sababu na sisi, kwa vile sisi wazazi hatuna macho, tunajua kama wale watoto wetu serikali itusaidia kwa kusoma, na wasa watoto wetu wanaweza kututia salama wakati watamaliza masomo. Baada ya hiyo, bibi huyu amesema kuhuzunishwa na hali ya waganga wa vituo vya afya wanavyokataa kutibu watoto wao wanapogonjwa. Kwa habari ya matunzo, tunaweza kusema namo mko ni magumu. Wakati tunapolukulisha watoto yetu, wakati tunapoenda na kuma hospitalini kule, tuko tunafika tunaambiwa na waganga kama sisi hakuna jinsi kumitunzia watoto yenu. Inaonekana kama paka mwe wenyewe wa mama wenye kufa macho ndio tunapaswa kumitunza, lakini kwa watoto wenu hakuna jinsi ya kumitunzia. Mutafute wa baba yao ndio wenye kufa kuleta makuta ya kwa watoto yenu watunzwe. Asa mwe kwa jambo hile linakuwa likinikera. Sisi kwa jambo hiyo kweli inatukera, kwa sababu tunajua hivi sisi watoto yetu ndio macho. Sasa wakati tafika na batoto au wakati tafika na batoto kwa hospitali, leo baganga batuambie kama mutoshe makuta au baba yao batoshe makuta, inaonekana ni huzuni kwetu, kwa sababu ndio macho. Manake batoto bakilukula ni kama vile ni sisi tunalukula, manake tunapungukiwa na hiyo, na njoo yenyewe tunalilia ku serikali izidi kuwahimiza wa munganga au waganga wawe na moyo mzuri. Mungu aweze kusaidia kuwahimiza wawe na moyo mzuri. Tunalilia ku serikali. Tawakumbusha ya kwamba gundi hili la wavipofu imeweza kuundwa mwaka wa 2006. Wahami wanaokimbia mashambulio inayofanywa na Waambote jimboni Tanganyika kwenye nafasi mbalimbali wanazidi kutiririka hapa Kirungu. Kwa hiyo Star Extension Media Pro imeweza kuonana na familia iliyokimbia eneo ya Tembwe. Tembwe ni mji unaopatikana kando ya ziwa Tanganyika, magharibi mwa tarafa ya Moba, mnyapata kilomita 18 na mji wa Kirungu. Kulingana na masemi ya muami mmoja wa eneo hiyo, akiwa mmoja wa Baelema, na watu hawa wanaoitwa Waelema ni wakaaji wa miji wanaopiganisha vugugu inayoletwa na Batwa kwa kukinga nafsi yao kwa ukosefu wa msaada wa majeshi. Amesema ya kwamba ametoka eneo hiyo kufatana na vurugu inayoripotiwa eneo hiyo ya Tembwe inayoletwa na wahuni hawa waitwao Waambote, na huku akiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuimarisha usalama eneo hiyo ya tarafa ya Moba. Huyu hapa tumsikilize. Si kule tulikimbani eka Waambote, bali watu wale banazuru sana kule Tembwe, balianzia kwa nani kule Nyunzu mpaka Kabalo. Kule Kabalo bo balikuwaka manaletwa na wamunike. Bale wamunike walikuwa nafanya baki kuya na kupapokeza bunga na mishale ya kizungu na tuvikumbato wa vere na kila mtu wa $100 kumfuko. Vile walipigana vita, lakini kule balikufa hako bakafikia katuru mwa banengea katibili walipiga vita pale bakapambane wenyewe kwa wenye maima ya mwetu nabo balishindwana kwa mishale, lakini kwa ngumi Mbote linyongeka. Sasa badala ya ile mission wale ba Nyunzu ikashia kule, sasa inakuwa tu ni hapa kila gundi kwa watu inafika inachoma Kigundu
bakakuya banaanza kudeta jina choma nyumba ya fulani iko bien, choma ya fulani yako bien, mkachoma manyumba karibu 4 hivi. Ile Mbote kakimbele ilipotaka tu na vitu na kukimbia. Tusikie tusimone kala. Kilongo pale vita moya nguvu. Kwa kusikia ni kweli pale palikufa watu wa mingi, lakini ba mablesse alipigwa baraia tumisali beko 12. Pakwa na wale wengine walikuwa wanakimbilia mu mitumbu, banafika banazama bwingi wa mno. Banakubwa banaogerea. Ni kule tu kuvuka banampiga mshale. Na wale ba peti walikuwa mutumbu ba mingi banakufa. Tuko bwana kuikata na saa tunekala siku moja tusikie tusema Kikonde mnekala. Kikonde banachoma ni kweli kuangalia moto banachoma tu Tembo pale. Busiku baka telefone. Kuna pigwa watu wane mama Kikwanga mzee Kiwele na wengine watoto kama na wanani vile. Watu wane ni kweli na boti kakafika usiku. Tukaangalia ni bengpigwa kweli, mwingine alipigwa mshale pa uso. Mwingine akapigwa huyo mama akapigwa mshale mkiuno na ule mwingine mere njo. Simuona biebie pe walimpigia yake mfasi gani. Batu pale bakakuwa yeka. Lakini bakubwa benkujua tule tumavyungu akasema hapana. Hadi tutakamatwa sasa wale watoto wanamuke hapa petu Tembwe. Shefu mwenyewe mule Bondo akatupaka tangile wazee. Ule mwenkujua dawa yake, mimi napenda mgini wangu msikatoke shega tai. Njoo hivi bakatengeneza wale benkujua mgini mzima Tembo ni elema. Ukakuwa tuko tunalinda sema mnaikala. Mashamba wanachoma. Betafuta kumuua mzee nani? Mzee Kasongo na mzee Kisile. Tuan tafuta kumuua na ile Mbote ya huko ilikutwaka huko iliwaka hapo Mbote 2 kule. Tukasula yako. Si bote tukaingia mule kazi ya Buelema. Hapa tuliingia mule kazi ya Buelema bali tupangilia mwanze kulinda usiku. Tukaanza kulinda ile kazi usiku siku 2-3. Kusikia batafika abafiki. Sisi siku mmoja tukajitolea 5 sema tubafuate tu milima basi. Tukaenda tukafika kwa Ntureka mjini kama hivi kumapori peko ba mgini. Kumbe wale ba mgini nabo beko muyeka nimefunga vyombo wanatafuta kupigwa mshale wa Mbote. Kufika pale biko jasi mamache makelele biko tu karibu. Ndio vile asema basi. Bale wa bwana akasema si tunatafuta kutupiga siku naona na vyombo sema muame bana. Basi wakati wa address yetu tukawafuata pale. Tukawawina kubasogeza kabisa pernati. Maana 0 kwa 0 pale tulibasogeza. Tukafika pale tukafaki tuka 30 minutes. Tuko tunasikia kinsi weko wanagania. Maana weko wanasema Tembwe ndio mgini tutachoma Katondo Kambwebwe Kankindo mgini tutachoma. Sijui mwoba ndio tutakimia juni mjini munene na academy hapana ututu mgini tudogo hapa. Pakaanza kusema batabu hapana madawa ya kutuweza sie. Tuko tunabasikia tu. Sijui tulieneza hata 40 minutes. Ule bwana mwele matikwa na yakawawinda sana mtu wa moyo akakuya kufika tu hivi. Anatoka mule anaingia mkisinsa kunteke yake. Yemu kuingia tu na mtu hapa mlango. Kaimbwa kana nguruma ndio tukana mkasibo wote sasa pale. Batu pale lakini tulivaporuta hapo. Pakapona karibuni batu wawili nefu libaki blesse. Mkawapiga paka mwe wale ba. Ndio paka si hapa na baelema bako wetu. Sasa utambie kwanza wakati wale watu wanaingia mwingine fulani biko wanaanza jipa kuua watu. Na because mbo watu kama wanataka kuua watu bakifika tu pa mjini tu hivi. Kuko bengi abana na lazima ya kuua watu ni jinsi walikuwa wengine. Pengine walikuwa na lazima kwanza ya kupora tu vitu. Akikukuta kama kuikatwa hapa kama kuna sahani 2 hapa. Ni unabaona tu usiku unaanza mbio. Na mbele ya boku mingilia mpaka manafika kwa mwanzo wa mjini wanachoma nyumba. Ile nyumba inawaga ndio wanaanza kuona saa bantu wale wanaanza kipi. Wakikona tu na kimia na kitu wanakupiga mshahara. Jia kwa utupe. Sasa wengine wanakuwa mkuingia ni kufika ni kuwa bantu kiolela na bintu kupora. Ini kifuio kienyewe kama kufuia. Ngani wewe mkusema banafuia ni nini? Ile mambo yanafanyika ni hivi. Sijui hapa sasa kulitoka ba komanda bakukwa tu kumoba. Bakashuka Tembwe basoda. Bakafika pale bakakuya tunakuwa sensibiliser vita ishe ya hapa watu inaonekana hivi Kongo inaharibika. Ndio vile asema jo hivi tulipita Katondo bantu adresse kwa beko tulirepere ngine nani marume hii tu ya kiasili ndio vile asema na hivi kesho ni kwenda elema yote na soda ya umu na polisi nationale wote ni tuende kumusako kule tubakamati tuwasome marume na tuwasensibiliser. Ndio vile asema tukaikala ile siku alisemaka ile na ndio siku liwaka moto. Si tukaona hata mere wangu ni mgonjwa tena ko blesse tafanya
mimi njiwai. Jo mimi nikajiwai na mere wangu nikakuya. Kafika nikapanga Petit Port. Sasa mapokeleo tulipokelewa pale. Hatupokelewa na jamaa. Mimi tuliteswa kwa hapa kupata kwa nani baraza pa watu ikale. Ndio sasa wakati mlitoka mliona je hali ya Tembo? Sika wale ba moto wanaanza kunyia Tembo. Bale ba mbote bale mwamaganio gisi tulibasikiaka. Pengine wanaweza ingia. Jubo bale betu tulienda kufuata walikuwa kama nagania. Maana walikuwa wanalinda nikikosi kitoke ngambo ya barabara kia kwa kaola. Kia kichome Tembo. Sasa unaweza kutufasiria hali yenyewe mko nayo hapa sasa, jinsi mlikuwa jamaa nzima. Mbona mnaishi hapa sasa hapa Kigoma? Jinsi tunafika hapa. Maana jana tulipata msamaha moyo mama. Mere mwa alipita hapa yuko na voyage, alitusaidia mili fulani na mere mwa yuko huko hivi. Na akatupatishia bunga. Ndio baba ndugu au mko mna? Hata hapa jirani tu. Ndio. Sasa hali yenu ya sasa hivi wote. Alikuwa ni mbovu kia kwanza mimi kwa niko mgonjwa. Kwa leo na sina na risha hapa mwili nikisimama tu hivi natetemeka. Au sema na njaa. Sijui mnaomba nini kwa serikali? Na kesi hapa tunapenda tu ni tupate kwanza force ya kumtosha mama hapa tumupeleke kule kwa familia na serikali tusaidie jinsi ya kupata nguvu kwa ya kutumia. Nisikie mwe sasa mnakuwa na tarajio yenu ni gani kuhusu na amani tu ya kule sehemu ya Tembo? Mnapenda kuweje serikali ifanye nini? Inyamazishe kuikale ukimya. Ndio tuko tunatafuta. Wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Star Extension, na ripoti nikiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Tanganyika, tarafani Moba, kwa niaba Star Extension Media Pro, tukiwa pamoja naye Ejide Katwebe fundi mitambo, na pia umshukuru kina coordinator Christian Burgen na fundi mitambo akiitwa Chief Executive Officer Atanazi Mukea. Basi kwa herini kwa majaliwa ya Mwenyezi Mola. Thank you for staying tuned in with us here at Star Extension Media Pro. We would like to send our special greetings to each and every one of our viewers. We appreciate your views. Thank you for liking our page, sharing and subscribing.